Tumekuwa na mkutano na Mheshimiwa Balozi wa Singapore Tanzania, Mheshimiwa Douglas Foh. Tumezungumzia masuala ya uhusiano wetu wa miaka 46 hii iliyopita. Uhusiano wetu ulianzishwa tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 1980. Kwa tuna miaka takriban 46 ya uhusiano wa kidiplomasia baina yetu na Singapore. Kwa hiyo kuna maeneo kadhaa ambayo tumeyazungumza, hasa ya kukuza biashara na uwekezaji. Kwa hiyo kuna nyenzo ambazo kwa sasa hivi zilikuwa zipo katika maandalizi, tumekubaliana tuziharakishe. Moja ni mkataba wa uwili wa masuala ya kulinda biashara na uwekezaji, Bilateral Investment and Trade Protection Treaty, na ambayo ilishafikia stage kubwa, ilishafikia hatua kubwa, kwa hiyo tunahitaji kuikamilisha. Ya pili ni mkataba wa kuzuia utozaji kodi mara mbili, ili nayo uweze kufanikisha uwekezaji baina yetu, Double Taxation and Avoidance Agreement, DTA. Kwa hiyo haya mawili tumekubaliana, pande zetu mbili zitaangalia na kuharakisha. Ya tatu tukaangalia na maeneo mengine ya mashirikiano, hasa kutizama na uzoefu wa maendeleo wa Singapore. Yenyewe ni nchi ndogo inajulikana, lakini kwa kijiografia ni ndogo, lakini kiuchumi ni kubwa sana. Kwa hiyo na wao wamepitia hatua mbalimbali za maendeleo, na huku kuna fursa ya Tanzania kuweza kujifunza. Uchumi wao umeweza kutanuka sana, umekuwa diversified katika sekta mbalimbali. Wapo kwenye biashara ya kimataifa, hasa upande wa logistics na transshipment, lakini wapo katika uchakataji wa mafuta. Wenyewe hawana mafuta, lakini ni nchi ambayo ina kituo kikubwa sana cha kusafisha mafuta, refinery duniani, pamoja na kusafirisha. Wapo kwenye utalii, wapo kwenye huduma za fedha katika shughuli za kiuchumi, lakini vile katika biashara kwa ujumla, kituo kikubwa cha biashara. Kwa hiyo kuna maeneo mengi ambayo tumeyazungumza kwa ajili ya kuangalia jinsi ambayo tungeweza kushirikiana. Nitataja haraka maeneo 4-5. Moja ni masuala ya kuendeleza teknolojia upande wa digital, hasa akili unde, artificial intelligence. Wametueleza wenzetu wanaelekea wapi katika eneo hili na namna ambayo tunaweza kushirikiana. La pili ni masuala ya kuimarisha Tanzania kwa ni kituo muhimu cha biashara na fedha, trade and finance, na hasa pengine kutumia jiji la Dar es Salaam kuligeuza nalo likawa ni kituo muhimu katika Afrika kwa ajili ya trade and finance. Makao makuu tuseme ndio kituo hasa. La tatu ni swala la kuendelea kuvutia uwekezaji kutoka nje. Tukikamilisha ile nyenzo, uwekezaji kutoka Singapore, tukamilisha ile BIT na DTA, then kwa pamoja tuendelee kushajiisha wawekezaji kutoka Singapore kuja Tanzania. Na huku tumeangalia vile tumekubaliana tutaangalia uwezekano wa kujaribu kuimarisha vituo vyetu vya uwekezaji TISEZA kwa hapa Tanzania bara, na pengine ZIPA kwa upande wa Zanzibar. Mfumo wa kitaasisi ni muhimu. Eneo jingine ni masuala ya kuitumia Tanzania kama ni kituo kikuu, lango kuu la biashara, kutumia nafasi yake ya kijiografia kama lango kuu la biashara katika ukanda huu, logistics hub. Kwa hiyo ni masuala yanayohusiana na bandari, masuala yanayohusiana na kuongeza ufanisi katika bandari, kutumia vizuri miundombinu yetu tunawekeza SGR na mengine na barabara kuzifikia nchi zilizopo. Tumezungumza maendeleo ya utalii, namna ya kuendeleza utalii. Singapore ni nchi moja ambayo imeweza kuendeleza vizuri sana utalii na kutengeza bidhaa za utalii. Kwa hiyo nayo kwa kutumia uzoefu wao tuangalie na fursa ambayo Tanzania zilizopo kuimarisha hili. Jingine ilikuwa ni masuala ya kuangalia mashirikiano katika kuimarisha mfumo wetu wa kodi. Wenzetu wametuambia wao upande wao wa mfumo wa kodi, taarifa zote zipo kidijitali, na mtu mwisho wa mwaka unapata tu hati yako, unathibitisha kama taarifa zako ni sahihi, unaweka saini, unaambiwa ukalipe lini basi. Kwa hiyo taarifa zote za transactions zote za kiuchumi zipo katika mfumo. Bila shaka na sisi mamlaka ya mapato imekuwa ikichukua jitihada mbalimbali kuimarisha mifumo yake, lakini tunahitaji kuipima kutokana na kile ambacho kizuri zaidi. Kwa mfano wa Singapore, hapa tulipo leo tupofikia bado tuna hatua gani ya kwenda mbele. Jingine la mwisho, nafikiri mawili ya mwisho, moja ni wametuambia wenzetu kwamba wameanzisha mfumo maalum kwa ajili ya usuluhishi wa migogoro hasa ya kibiashara, Singapore Convention for Mediation. Nalo wametushauri pale tuangalie kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
kama itatupendeza nasi tuwe ni signatory katika hili, na ndani yake kuna mafunzo kwa wanasheria, kuna mafunzo kwa aina tofauti za skills ambazo zinahitajika, kwa ujuzi ambao unahitajika kulifanya hili liende vizuri. Na bado tumekumbusha tu kwamba tunajua kuna na nyingine mediation convention kama hii ambazo zinatambulika na Umoja wa Mataifa ambayo ilifunguliwa mwaka jana kule Hong Kong. Kwa sisi tunahitaji kuziangalia vizuri zote mbili na kwenda mbele. La mwisho amekumbusha kitu ambacho kuna ubia maalum kwa Singapore na Africa Saplings, ambao nao tungeweza tukaangalia fursa zilizopo kule, na wenzetu wako tayari kushirikiana na sisi. Kuna fursa za mafunzo kule, lakini vile vile kuna namna ya kubadilishana uzoefu kwa ajili ya maendeleo. Kwa hiyo kwa ujumla tumekuwa na mazungumzo mazuri na Mheshimiwa Balozi. Tumemtakia safari njema, mafanikio mara hii, na tunategemea, we hope that one day you will actually be living in Tanzania. So instead of living in Singapore, you will come back here and live here in Tanzania and represent Singapore from Tanzania.